Habari. Mimi naitwa Dr. Kala. Ni daktari wa Tanzania na leo nakuja na mada ya muhimu sana ambayo imekuwa ikitrend sana nchini kwetu. Na mada yenyewe ni tatizo la kuwahi kufika kileleni na matibabu yake. Kitaalamu tunaita premature ejaculation. Sasa hili tatizo ni kubwa sana, ndio maana kuna dawa moja ni maarufu Tanzania inaitwa mkongo. Na kwa sababu mkongo ni maarufu kwa sababu ya ukubwa wa tatizo lenyewe, kwamba inaonekana watu wengi sana wanatumia ile dawa. Sijui ile dawa inafanyaje kazi, lakini leo ningependa nipite na mada hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kuhusu chanzo na tatizo na matibabu ya shida hii. Sasa tunaposema premature ejaculation ni premature ejaculation ni ile hali ya mwanaume kumwaga mbegu ndani ya muda mfupi tu anapoanza kufanya tendo la ndoa. Kwa kawaida tunategemea kitaalamu mwanaume angalau atumie angalau dakika 3-5 na kuendelea angalau. Lakini anapomwaga mbegu kabla ya muda huo, mara nyingi hilo ni tatizo la premature ejaculation. Na mara nyingi tatizo hilo linakuwa linaendana na kushindwa kumridhisha mwenza wake. Kwa hiyo linapelekea ugomvi kwenye familia, wachumba na hata ndoa kwa ujumla. Sasa tatizo hili linasababishwa na nini? Kumekuwa kuna research nyingi sana ambazo zimekuwa zikijaribu kujua chanzo cha shida hii, na nyingi zimefanana na majibu, na leo nitakuletea baadhi ya majibu ambayo yamekuwa common kwenye research nyingi, ambayo tunaweza kusema kwamba yana reflect tatizo ambalo liko kwenye jamii. Lakini kwa ujumla kuna matatizo makuu mawili: tatizo la kisaikolojia na tatizo la kibiolojia. Sasa kila tatizo lina vipengele vyake, yani limechambuliwa. Tatizo la kisaikolojia, kwanza kuna wasiwasi. Mtu kiwa na wasiwasi sana wakati unaanza ile tendo, kuna chanzo nafasi kubwa sana ya kuwahi kumwaga. Shida nyingine ni stress. Ukiwa na msongo, ukiwa na stress sana, unaweza ukachangia wewe kumwaga haraka kuliko kawaida. Msongo wa mawazo, kama kuna mambo ambayo yamekutatiza kichwani ambayo yanakufanya usiwe sawa, yanaweza kuleta tatizo la kuwahi kumwaga. Tunahitaji inaitwa hamu. Ukiwa umekaa muda mrefu sana hujawahi kukutana na mwanamke, alafu siku hiyo ndio ukapata, wabongo wanaita upwiru. Ukiwa uko una upwiru mwingi, kuna nafasi kubwa sana wewe kufika kileleni kabla ya muda ambao wewe ulitarajia. Lakini pia kama ushakutwa na hilo tatizo na ukaingia kitandani na ukiwa na wasiwasi kwamba hilo tatizo linaweza likakukuta tena siku hiyo, kuna nafasi kubwa kweli ikakukuta. Unaona? Kwa hiyo huo ni upande wa kisaikolojia. Lakini kuna upande wa kibiolojia. Kibiolojia inaweza kuwa ni genetics, kwamba kuna watu ambao wamezaliwa hivyo, wameumbwa hivyo. Kwa hiyo unakuta ni koo fulani au familia fulani ina hilo tatizo. Kwa hiyo unaweza kukuta baba na vijana wake, labda na babu, wote wana hiyo shida. Lakini hiyo kitu haizuii wewe kumpa mwanamke mimba. Utawahi tu, lakini mimba kama kawaida. Shida nyingine ni tatizo la kitaalamu tunasema neurotransmitters. Kwenye ubongo kuna vitu ambavyo vinapitisha hormones ambazo zinaitwa serotonin na dopamine. Hizo ni transmitter ambazo zinakufanya wewe
uweze kubalance tendo la ndoa. Muda gani wa kumwaga, muda gani wa kufanya tendo la ndoa. Sasa hizo zikiwa hazija balance zinaweza kukuletea shida ya kuwahi kumwaga. Shida nyingine ni shida ya tezi dume. Ukiwa na tatizo la tezi dume, kitaalamu tunaita prostate inflammation, inaweza kusababishia tatizo la kumwaga mapema kabla ya muda. Sasa ukikutwa una tatizo kama hilo, njia gani ambazo unaweza kuzitumia kujaribu kupata matibabu? Sasa kuna aina mbili ya matibabu. Kuna matibabu ya tunasema pharmacological treatment, matibabu ambayo hayahusiani na dawa. Alafu pia tuna matibabu ya dawa ambayo ni pharmacological treatment. Kwa hiyo tunaanza na matibabu yasiyohusiana na dawa. Kwanza kuna mazoezi yanaitwa Kegel. Ni mazoezi ambayo unaweza kufanya ukamilisha misuli yako ya nyonga ya kupunguzia hiyo adha ya kuwahi kufika kileleni. Sasa unayafanyaje? Misuli ambayo unatakiwa uitarget ni misuli ambayo yuko kwenye ambao unaitumia kubana mkojo. Kwa mfano ukienda kukojoa, unaweza kukojoa kama sekunde 5 afu kazuia mkojo. Sasa ile misuli unayotumia kuzuia mkojo ndio hiyo inaitwa Kegel. Sasa unaweza kufanya hayo mazoezi muda wote, ukiwa nyumbani, ukiwa shuleni, ukiwa kazini, popote. Sio kwamba unafanya ukiwa na mkojo, hapana. Wewe utatesti tu ujue huo msuli ni upi wakati ukojoa. Alafu baada ya hapo unaweza kuubana tu hata kama ukiwa hauna mkojo. Unaona. Matibabu mengine ambayo inaweza kuwa ni ya kuchanganya kidogo kama muangaliaji ni kupiga punyeto. Kupiga punyeto kabla ya tendo kunasaidia kuchelewa kufika kileleni. Unaweza kusema daktari, mbona punyeto nasikia na shida? Sasa hiyo ni mada siku nyingine. Nitakuja niongelee kwamba punyeto ina madhara kwa mtazamo upi na inaweza isiwe na madhara kwa mtazamo upi. Lakini kwa kusummarize tu, punyeto ina madhara ikiwa inafanywa kupitiliza. Lakini kama mtu anapiga punyeto kawaida, madhara yake hayajathibitishwa. Ndio maana kuna watu wamekuwa wakipiga punyeto miaka 20, 30, wameoa, wamezaa na watoto na familia zao na wanaishi fresh. Hizo stories zipo. Na huenda kuna watu wanaangalia hii video wanaweza kuconfirm kwamba na wao washafanya hiyo kitu. Haya, njia nyingine ambazo ukatumia kuzuia hiyo kuwahi kufika kileleni inaitwa stop and continue, kwamba ukihisi ule msisimko umekuwa mkali na unakaribia, unashauriwa kusimama. Kama uko katikati ya tendo la ndoa, unashauriwa kusimama kwanza na kusubiri kwa muda. Kwa hiyo unasikilizia. Ukishasikilizia kama baada ya sekunde 10, 15 unaweza ukaendelea. Lakini sasa kwenye hili swala kuzuia, inabidi sasa wewe mwenyewe ujue muda gani unatakiwa uzuie, stop. Yani kama ulikuwa unalala na mtu, unaona, ule muda wa kustop inabidi ujue ni muda gani ni stop ili hizi mbegu zisije. Lakini ukisubiri wazungu wameshaanza safari hiyo imetoka tena, huwezi tena, unaona. Inabidi uweze kutarget, unaona. Kitu kingine tunaita squeeze technique. Squeeze technique ni ile ambayo ukihisi unakaribia kumwaga, unaweza ukishika kichwa pale mbele, ukibana hivi. Inapunguza msisimko na unajikuta tena unaanza upya. Kitu kingine pia ni kwa mwanzo nilizungumzia mambo ya msongo wa mawazo, stress na nini. Kwa hiyo unaweza ukafanya mchakato kama una matatizo, una majanga, ukaangalia jinsi ya kuyasolve ili akili yako ikae vizuri. Lakini pia unashauriwa kupunguza kiasi cha pombe kama hiyo shida inakubana sana. Na kama wewe ni mtumiaji wa madawa, unashauriwa kuacha kabisa. Haya, tuende kwenye matibabu sasa. Matibabu,
Mimi ni daktari wa binadamu, mimi ni daktari wa hospitali. Ni daktari ambaye nimepewa leseni na mamlaka ya Tanzania. Kwa hiyo mimi dawa ambazo nakupa za kutumia ni dawa za hospitali. Sitakupa mitishamba au ukachukue chumvi uchanganye na limao, uchanganye na vitunguu, hapana. Hizo dawa mimi sizijui wala sina uthibitisho nazo. Kwa kuna dawa mbalimbali ambazo zimefanywa tafiti kwa ajili ya kutibu hili tatizo, lakini matibabu yake mara nyingi sio ya kudumu kwamba eti ukimeza ndio utapona moja kwa moja, lakini kuna ambao wanapata nafuu baada ya kutumia kwa muda mrefu. Kuna muda inafika hatua wanakuwa hawazihitaji tena hizo dawa, unaona. Kwa hiyo nitazitaja majina hapa, lakini kwa sababu majina yake ni generic au ni majina ya kitaalamu, nitaandika kwenye comment ili kama mtu akihitaji aende akatafute hizo dawa. Kuna dawa inaitwa Paroxetine. Hii ni dawa ambayo inafanya kazi kwenye neurotransmitter hizo ambazo nimezungumzia mwanzoni, dopamine na serotonin. Tunasema zinaitwa serotonin reuptake inhibitors. Zinazuia kuvunjwa sio niwekaje kwa kitaalamu, lakini labda niweke tu kwamba inasaidia wewe kutofika kwa mapema. Kwa sababu nikisema nichambue na mimi watazamaji wangu sio watu wa afya, nitawachanganya zaidi. Lakini na matumizi yake hii Paroxetine na Fluoxetine ni dawa ya jamii moja. Unaweza kutumia angalau kidonge kimoja au viwili masaa mawili kabla ya tendo. Kuna dawa ya maumivu inaitwa Tramadol. Tramadol ni dawa ambayo kazi yake ni kutibu maumivu, lakini tunasema off label inaweza kutumika pia kutibu tatizo la kuwahi kufika kileleni. Kwa hiyo unaweza kutumia Tramadol masaa mawili au saa moja kabla ya mtoto hajafika ghetto, ukakaa vizuri. Kuna dawa nyingine inaitwa Lidocaine cream. Lidocaine ni dawa ya ganzi. Wenzetu huko Ulaya huwa wanaitumia kwenye mpira pale, mtu kapata kaumia pale, wanaenda wanampulizia mguuni. Unaona, ni dawa ganzi ambayo inaua maumivu hapo hapo. Ipo nyingine ya kupaka. Kwa hiyo wewe unachokifanya ile dawa unaipaka kwa sababu sehemu ambayo iko sensitive sana ni sehemu ya kichwa cha uume. Kwa hiyo unapaka ile sehemu ya kichwa cha uume. Lakini kwa sababu hiyo dawa ina changamoto kwamba wewe ukijipaka kwa mwanamke na yeye anapata ganzi, kwa hiyo na yeye anaweza kuwa hafiki kileleni. Unaona, hiyo ndio changamoto hiyo dawa. Kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa ushauriwa kufanya kama ukiamua kutumia dawa kama hiyo, inabidi kushaipaka baada ya kama dakika 15 inabidi ukaoshe uume, ili kwa sababu dawa inakuwa imeshaingia. Unaona, ishaingia ndani sababu ile dawa inapita ndani ya ngozi. Ishaingia ndani ya ngozi, ukaosha uume wako fresh, unakuwa umemsave yule mtu wako ili naye asipigwe na ile ganzi. Lakini kama unaona hiyo process ya kupaka na kuosha ni changamoto kwako, basi unaweza kukomana hizo dawa nilizokutajia, hizo Paroxetine, Fluoxetine na Tramadol. Hizo ni zote ni dawa za vidonge, unaona. Kwa hiyo hii ni summary ya ugonjwa wa kuwahi kufika kileleni. Ni ugonjwa mkubwa wa watu wengi wanawasumbua, vijana, wazee, watu wa makamo. Na kama wewe issue inakutesa sana, basi fuata ushauri niliokuambia na utakuwa vizuri. Basi nashukuru kwa kunisikiliza leo. Subscribe, like, acha ujumbe, pia share na washikaji. Asante sana.